Mino baba moyo bora. Yeah. Moyo bora. Hey, mino baba moyo bora. Mwenye bora si bora baba kababa wengine. Mino baba moyo bora. Yeah. Moyo bora. Hey, mino baba moyo bora. Mwenye bora teno bora zaidi ya wengine. Meg Jackson, Mnyamahanga, Mtware, Zamonoton, midfielder is all about my aka. Hapa kwa show Baba Bola, na mimi ndo Baba Bola mwenyewe kuanzia saa 4:30 usiku kila siku ya Jumanne, na Jumapili saa 3:30 asubuhi yanakuwa ni marudio. Kwa hiyo tunakuaga hapa kupiga story nyingi ili wewe unaotazama kupitia Runinga Star TV uweze kujifunza vitu vingi sana kupitia mimi na mgeni wangu nekuwa naye hapa. Na pia namba zangu za maoni waga ninaziweka hapo ili wewe unayekuwa unafuatilia show hii uweze kutuachia maoni yako hapo, kwa sababu hata sisi pia tunahitaji kujifunza kupitia kwako, kwa sababu no one perfect in this world. After short break I'll be back, na utajua nini kinafuata hapa. Mwenye ubora teno bora zaidi ya wengine. Baba Bola ndo mimi mwenyewe, Chef MC's right here kwenye show ya kibabe kabisa, Baba Bola Show inayoruka kupitia Star TV kuanzia saa 4:30 usiku kila siku ya Jumanne, na marudio yake kama nilivyokuambia wakati nafungua show ni siku ya Jumapili saa 3:30 asubuhi mpaka saa 4:30. Wewe ambao ndo kwanza unafungulia TV yako, mwambie ambaye hajasanuka kwa kwamba Baba Bola right now on air, na nipo na mgeni wangu hapa anajulikana kwa jina la Demitila Faustini. Atakwenda kujitambulisha yeye mwenyewe anajulikana kama nani, anatokea wapi na wapi, alafu then tutaendelea na show yetu hapa kuendelea kujifunza wewe unaochukua muda wako kutazama hapa, kwa sababu hapa ni sehemu ya madini huru. Demitila, karibu sana kwenye show. Asante, nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa hii nafasi adhimu. Kwa majina yangu naitwa Demitila Faustini. Ni msimamizi mkuu wa program kutoka shirika la Wote Sawa ambalo linajikita zaidi na masuala ya kuhamasisha kazi zenye staha kwa wafanyakazi wa nyumbani, kuzuia utumikishaji wa watoto, lakini pia usafishaji haramu wa binadamu. Na leo katika kipindi hiki cha Baba Bola pia sisi Wote Sawa ni wadau wakubwa, tumekuwa tunafanya program za kuhamasisha malezi chanya kwa watoto na kwa familia. Kwa hiyo naamini tutakuwa na wakati mzuri kuzungumza masuala ya malezi. Bwana, nafikiri wewe unatazama kupitia Star TV right now. Demitila amejitambulisha mwenyewe, anaitwa Demitila Faustini. Mimi nataka leo wasemee wanawake wenzio. Wanasema kwamba nyuma ya mwanaume bora kuna mwanamke bora. Hiyo iko sawa? Ya, ni sahihi kabisa. Kwa sababu tunaambiwa kwamba hata kwa Biblia imeandikwa kwamba mwanaume ni kichwa cha familia, lakini kichwa hakiwezi kukamilika kama hakuna shingo, hakuna mikono. Sisi wanawake tuna nafasi pia kubwa katika kuhakikisha kwamba ili baba awe bora, yani amke kiakili yuko sawa, kitoke sawa. Mimi kama mwanamke natimiza majukumu yangu kuhakikisha kwamba baba ana nafasi yake iko, kwanza anaheshimika katika nyumba. Mimi kama mama kuhakikisha kama natengeneza mazingira kwamba anaheshimika, lakini pia kuhakikisha kwamba ninampa amani na utulivu. Wanaume tunasema kwamba wanaume wengi ni watu ambao wanafikiri, sio waongeaji sana. Kwa hiyo wanapenda utulivu, na utulivu wa nyumba unaitwa pia na mama kwa kiasi kikubwa. Watoto wakituzwa na mama, sababu mama ni kiranja. Tunasema kwamba ni kiranja msaidizi, lakini kiranja mkuu ni baba. Kwa hiyo mama ana mchango mkubwa kuhakikisha kwamba nyumba inakuwa salama, lakini pia kukiwa na utulivu nyumbani na baba anakuwa na utulivu zaidi. Lakini nyumbani kusipokuwa na utulivu na amani kakosekana, baba anakuwa hayuko katika hali, kwa hiyo ambao haimpi utulivu, hata kufanya mambo yake inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo sana nasema kwamba mchango wa mwanamke kwa baba ni mchango mkubwa sana kumfanya baba atulie na aendelee na mambo yake mengine ambayo yanaweza kuwa na mchango mkubwa zaidi kwenye kujenga familia na jamii kwa ujumla. Wanawake wamekuwa wanapewa nafasi kubwa sana kwenye jamii sasa hivi. Ukiangalia hata kuanzia msingi wa watoto wadogo mpaka wanaingia sekondari, wanaingia vyuoni, wana nafasi kubwa sana ya malezi. Lakini tumeona kwa watoto wa kiume imekuwa ndivyo sivyo. Yaani watoto wa kiume wamekuwa wamesaulika sana. Lakini tukirudi kwenye Baba Bola, kelele yetu kubwa sana sisi tunasema kwamba sisi wanaume tumesaulika katika jamii ya Kitanzania. Lakini swali langu nilotoka kukuuliza, nimekwambia mwanamke ana nafasi gani kuweza kumtengeneza huyu mwanaume kuwa mwanaume ambaye anakuja kuwa bora kwenye familia? Umenijibu the way you can. Lakini all in all nataka nikwambie kitu kimoja. Wamekuwa wanalalamikiwa wanawake sasa hivi kwamba hawa wanawake hawa participate nafasi zao kama ilivyokuwa awali. Ni kweli? Naweza nikalijibu kwa namna mbili. Sio wote, cha kwanza, lakini pia tukumbuke kunaposemea wanawake kuna wanawake wa mjini na vijijini. Na leo tunaoona kwamba mwanaume wa leo yani ili mwanaume tutasema kwamba huyu mwanaume kweli amekuwa mwanaume, malezi yanaanzia nyumbani. Muda wa mama, kwa sababu tunasema kana mtu anaye play yani
baba na mama wote wana mchango mkubwa kwenye malezi. Na mtoto akikua anatengenezwa kuambiwa kwamba wewe ni baba. Tunaamini tukichukua miaka ya 90 tuchukue na sasa hivi, ndio kuna mabadiliko kwenye context ya malezi kwa sababu ya teknolojia ambayo pia imetukumba sisi wanawake na kubali. Tumejikuta kwamba swala la malezi yameachiwa mwalimu na nini. Sasa unajikuta hata kumtengeneza huyu mwanaume sasa awe mwanaume anavyotakikana kuwa, kwamba wewe ni baba, wewe ni kiongozi, wewe ni nani, limeleta changamoto. Na mwisho wa siku kama unavyoona sasa hivi kuna mtafaruku, lakini pia kuna ile ajenda ya kusema usawa. Hiyo pia imetafasiriwa ndivyo sivyo, lakini ajenda ya usawa ilikuwa na maana kwamba yani zile haki anazozipata mtoto wa kike kama ni kwenda shule na mtoto wa kiume anazipata. Lakini imekuja kwa tunasema kwamba miongoni, sasa sio wanawake wote, baadhi wameichukulia vice versa ambavyo haikupaswa kuwa kama kwenye nadharia ilivyo kwamba ni usawa katika fursa, kwenda shule, kwenye kazi na maeneo mengine. Lakini haiondoi dhana ya kwamba baba anabaki kuwa kichwa, mtoto wa kiume anabaki kuwa na nafasi yake ile ile hata kwenye familia. Sasa ndio maana unaona leo tunaona kuna changamoto hii, migongano na migogoro, ni kwa sababu kuna baadhi yetu, sio wanawake wote, wachache sasa wana shift mtizamo kwamba mimi nataka nivae nafasi ya baba, ambayo haiwezekani. Yani mwanaume anabaki kuwa mwanaume siku zote. Kwa hiyo hata hiyo sasa tunavyoongelea leo kwenye malezi hawa wanaume kwamba imetokea changamoto, na kubaliana wewe kabisa ndugu mtangazaji, kuna changamoto hiyo, lakini imetokana na kasi ya teknolojia ambayo sisi wanawake wengi tumejikuta kwenye hilo wimbi, hatujui tushike kipi tuache kipi, ambacho tunaambiwa kwamba swala la malezi la kumjenga huyu mtoto wa kiume liko pale pale, mama ana play part kubwa, baba ana play part kubwa. Lakini sasa mwisho wa siku tunajikuta kwamba tunayumba, teknolojia inatuyumbisha, hatuchukui nafasi yetu. Hata hivyo pia huyu mtoto wa kiume ameachwa, kuachwa kwake kumanzia nyumbani pia. Tuna ile mtazamo kwamba mtoto wa kike bwana ananyanyasika anaonewa, lakini hapana, sio hivyo. Ukiangalia hata mimi nakumbuka huku nyuma wakati tunalelewa na wazazi wetu, wote tulikuwa kama ni kwenda shamba mtaenda wote, mtafanya kitu mtaenda wote, lakini yote unajua kwamba kumbe hata mimi na nafasi yangu. Lakini ikifika wakati, nakumbuka sisi mfano Usukumani, mimi naweza nikamsalimia, yani ikifika hapa kuna wanaume natakiwa nipite huku nifanye hiki kwa sababu yule ni mwanaume na nafasi yake iko, tulijengwa hivyo. Lakini sasa kwa sasa hivi context imebadilika, teknolojia na mambo mengine yanachangia, lakini sio kwa wote. Bado kuna wazazi tunaona wako bora, kina baba, bado kuna mama tunaona kwamba wana mchango mkubwa katika kumtengeneza huyu baba, huyu kijana wa leo kesho awe baba bora, na huyu mtoto wa leo, kwa sababu kuwa baba bora kunaanzia utotoni. Mwanaume anapenda attention. Mtoto akiwa mdogo wa kiume anapenda attention ya mama yake. Anapokuwa mkubwa hivyo hivyo mahitaji yake ya msingi yamejaliwa. Lakini kama amekuwa anaona familia kila kinachokuja ni mtoto wa kike, mwisho wa siku anajikuta hata yeye. Ndio maana leo tunaanza kulaumu kwamba ndoa hazidumu, wababa wa sasa hivi hawako bora. Amelelewaje tokea mdogo? Alitengwa. Kama alitengwa automatically usitegemea atakuja kuwa baba bora. Tokea nakuwa mimi natolea mfano kwa familia yetu, nimekuwa naona kaka zangu tukifanya shamba tunaenda wote. Kama nizamu ya kupika imegawanyishwa kwa watu wote. Lakini inapokuja jambo fulani linatuhusu, tukao tunaambiwa hili kaka yako ndo anatakiwa amue. Kwa leo nimeona kaka zangu kwenye miji zao wanapika, wanasaidia wake zao, wanafanya maamuzi, lakini yote hayo kwa sababu mama ana mchango alifanya tokea wakiwa wadogo. Nimekuwa ninaona hayo. Lakini kwamba hili ni la kaka yako atalifanya, hili wewe fanya hivi. Sasa leo hayo imekuwa changamoto kwa sababu unakuta mtoto wa kiume tokea mdogo kwanza haambiwi wewe utakuwa baba. Hajengwi, yani tunasema kwamba ni kuwa baba bora ni social, yani inajengwa na jamii. Huyu mtu kuwa baba bora. Kwa hiyo kama hajajengwa na jamii tunaiongelea hapa ni kuanzia nyumbani, kanisani, shuleni, mifumo iliyopo yote hiyo inamjenga kwa baba bora. Lakini kama tutasema leo kwamba mwalimu shule tunaona walimu wana play part kubwa, kanisani hivyo wamepewa nafasi, je, nyumbani kuna nafasi hiyo ya mtu kwa baba bora kesho? Kama haipo, automatic sasa leo tusianze kulaumu kwamba mbona baba bora hatuoni kwa sababu nyumbani tayari kuna mmomonyoko tayari ushatokea. Mama anataka awe baba awe mama at the same time. Pia hebu kama sisi kina mama tuwekeze kwa watoto, tujue sehemu, tuwafahamishe sehemu gani anapaswa kwenda, sehemu gani hapaswi kwenda, na mambo gani anatakiwa afanye katika kila stage. Tunaambiwa kwamba tuwaambie kabla hawajaribikiwa. Kila stage mfahamishe, tuwape taarifa. Tunaona leo tuna vijana wetu wengi wanaribikia, hawezi kuwa baba. Kwenye bare pale kuna shida nyingi zinajitokeza kina mama. Tukae na watoto wetu wa kiume tuwaambie
yeye ni mtoto wa kiume, sasa anabadilika, kuna 1 2 3. Hiyo itasaidia kumjenga kwa baba bora wa kesho. Hata kama anaenda anafika chuo kikuu, anajua kwamba kumbe mimi kesho nitakuwa baba, na kazi ya baba ni 1 2 3 kwenye familia. Lakini la mwisho kabisa, nilipenda kusisitiza kina mama, watoto wetu tukumbuke kwamba wanajifunza kwa kuona sisi kina mama tunafanya nini. Mama ukichukua nafasi ya baba kwenye familia, hata mtoto wako atakuwa anajua kwamba yeye hana jukumu, kwa sababu mama ndo anafanya kila kitu nyumbani. Hata akija kuoa atajua, mimi unashangaa unaanza kuletewa kesi za mama mkwe, mbona mtoto wako hashughuliki na masuala ya familia? Kwa sababu mama, wewe haukuwa mfano mzuri kwake. Alikuwa anaona wewe umechukua nafasi, unamkalipia baba, unagombana na baba mara zote, hata uwezi kuongea pembeni na baba. Tunaambiwa kwamba mazungumzo ya siri yakafanyika kwenye chumba cha siri, sio mbele ya watoto, na watoto wanajifunza. Lakini pia mawasiliano yana nguvu, tuongee. Meza ya mazungumzo ndio zikawa zinatatua migogoro yote ya familia. Hii tutasaidia kuwajenga wababa wazuri na bora wa kesho. Tukifanya haya, tutakuwa tumewasaidia baba zetu wa bora wa kesho. Asante. Demitila amenikumbusha kitu kimoja, anasema kwamba tuachie watoto kacheze michezo. Hata sisi wakati tupo watoto tulikuwa tunacheza michezo ya kibaba ya kimama mama. All in all, tulikuwa tukiwakemea wale watoto wa kike. Wapo wanaonitazama hapa, nilicheza nao hiyo michezo. Tulikuwa tukiwapiga mabiti tukisimama kama baba yani. Lakini right now watoto wa kiume wamekuwa wanalegea. Lakini all in all, anasema Demitila kwamba malezi yanaanzia kwenye familia chini, na mlezi wa kwanza kabisa ni mama, baba anafuatia. Kwa hiyo nyinyi wakina mama mnaotazama hapa kupitia Star TV right now, inabidi mjifunze vitu kutokea kwa Demitila hapa, kwa sababu ana mafundisho mazuri sana. Na yeye all in all anasema, wewe mama ambaye ukitaka kubeba majukumu ya ubaba kwenye familia, hata wewe mtoto wako wa kiume akimwoa mwanamke, hataamini kwamba hakikemewa, ataamini hayo ndio maisha halisi, au sio bwana? Sasa hivi tunakwenda kwenye tourism nature, na tunakwenda kumtazama Panyabuku mwenye mkia mrefu. Usiondoke hapo ulipo, mwambie na mwenzio. After short break tutarudi hapa kuendelea na show. Tourism nature, urithi wetu tuwarisishe wanetu. Leo katika Tourism Nature tutakwenda kumzungumzia Panyabuku mkia mrefu. Panyabuku mkia mrefu ni wanyama wa jenasi Bens katika nusu familia ya Cristominae ya familia ya Nesomidae, ambao wanafanyana na panya wa kawaida, lakini panya ni wa familia ya Muridae. Panyabuku mkia mrefu huweza kufika sentimita 13 mpaka 19, na mkia wake huweza kufika sentimita 10 mpaka 16. Uzito wa panya huyu huwa na gramu 55 mpaka 150. Huwa na pochi katika midomo yao